nikiwa nasafiri, moja kati ya eneo ambalo wasitegemei kama nitakutana na foreni ni hapa maili moja. Lakini leo kwa bahati mbaya, yani tunapomaliza tu hizo njia zetu tatu, maili moja hapa tunaingia tu mwanzoni tu nimekutana na foreni. So safari ndefu ukikutana na foreni, yani kidogo inaboa kwa sababu safari ndefu muda wote unatamani ukimbie, muda wote unatamani utembee, yani usikutane na kitu ambacho kinakusimamisha. Sawa? Kwa maana hata muda mwingine ukikutana na trafiki, maamuzi yanakuwa ya haraka. Kama ni makosa basi na mambo trafiki niandikie ili tu maneno yasiwe mengi. Kwa nini? Kwa sababu safari ndefu ndio hivyo, huwa unatamani kufika kule unakotakiwa kufika kwa haraka na usalama ukizingatiwa zaidi. Lakini hapa kuna kwa na foleni sana maili moja. So tuzungumze kuhusu feature moja muhimu kwenye Subaru Forester, na hii ndio feature ambayo inajizolea maarufu sana kwenye Subaru. Tulipokuwa tunatofautisha kati ya Subaru Forester na Harrier Anaconda kwenye drivetrain, hapa kuna kitu lazima tukizungumze ambacho ni swala au ni uwezo wa uvutaji wa matairi. Uwezo wa uvutaji wa matairi. Kuna gari ambazo zinavuta matairi mawili, front wheel drive. Kuna magari ambayo yanavuta matairi mawili ya nyuma, rear wheel drive, ambao kuna faida zake na hasara zake zote. Lakini pia kuna magari ambayo yanavuta matairi yote manne, ambao ni permanent 4-wheel drive, ambao permanent 4-wheel drive inaitwa all-wheel drive, AWD. Lakini pia kuna magari ambayo yanavuta matairi manne, lakini mawili yanavuta matairi manne, wakati mawili yanakuwa for part time. Sawa? Ambayo hayo magari mara nyingi yanakuwa na kitu kinachoitwa tunaitaga 4-wheel drive stick. Sawa? Kwa hayo pia ndio yanaitwa 4-wheel drive. Kwa kuna all-wheel drive na 4-wheel drive. 4-wheel drive ni yale ambayo ni sio permanent, ni temporary. Kwamba pale unapohitaji kutumia matairi yote manne ndio unaweza kaengage 4-wheel then unaenda. Lakini yale ambayo yanavuta matairi yote manne ndo all-wheel drive, ni permanent. Yani wewe unahitaji kuengage, yenyewe ni automatically yametoka hivyo kiwandani. Matairi yote mawili yanavuta gari. Sasa kwa yule mwenzangu na mimi ambaye hajui chochote ninapozungumzia 4-wheel drive na all-wheel drive na maanisha nini, au front wheel drive, rear wheel drive na maanisha nini, inawezekana hajui. Sasa wewe tuseme hivi, engine ndio inaendesha gari. Sasa engine ili iendeshe gari lazima izalishe nguvu. Ili iweze kuzalisha nguvu vizuri inahitaji mafuta na parts zingine ambazo zinachoma mafuta. Sasa hiyo nguvu inapokuwa imezalishwa kutoka kwenye engine, inabadilishwa kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye mechanical na kuwa katika hali ya mzunguko. Sasa huo mzunguko ndio tunautafsiri kuja kwenye matairi. Kwa hizo nguvu zinapokuwa zinazunguka, hizo nguvu zinapokuwa zinaenda kwenye matairi, ndipo matairi yanazunguka. Ambapo sasa hapo tukizungumza namna ambavyo inakuwa connected mpaka tairi inakuja kuzunguka, hiyo inakuwa ni safari ndefu kidogo. Lakini hiyo nguvu sasa inaweza kaamua, wanapotengeneza wanaweza kaamua watengeneze hiyo nguvu izungushe matairi mawili ya mbele, au hiyo nguvu inayozaliwa kwenye engine izungushe matairi mawili ya nyuma, au izungushe matairi yote manne. Kwa hapo ndipo tunapoanza kusema 2-wheel drive, ambayo inaweza kuwa ni front wheel drive au rear wheel drive, au tunakuja tunasema 4-wheel drive au all-wheel drive, maana yake matairi yote manne. Sawa? So hapo ni kwa yule mwenzangu ambaye
akiambiwa gari inavuta matairi manne haelewi. Hiyo ndiyo maana yake. Sasa tukirudi kwenye Subaru Forester ni moja kati ya makampuni ambayo yanaaminika, ipo kwenye makampuni mawili ambayo yanaaminika kuwa na system ya all wheel drive ya nzuri ya uhakika. Sawa? Kwa sababu ukiwa na gari ambayo inavuta matairi yote manne, faida yake kubwa ni kwamba hiyo gari inakuwa stable barabarani, lakini pia unakuwa na uwezo wa kuihandle vizuri ukiwa unaendesha, lakini pia ukiipeleka off-road gari inafanya vizuri, inaenda vizuri kabisa. Kwa sasa ukija kwenye upande wa Subaru Forester all wheel drive ambayo inaitwa symmetrical all wheel drive, ni moja kati ya all wheel drive ambayo iko vizuri sana. Na hapa ndiyo sehemu ambayo wanauzia sana pia Subaru kwenye all wheel drive yao ambayo ni symmetrical all wheel drive. Kwa nini? Kwa sababu hii ni gari ambayo unaweza kaitumia mjini, lakini pia unaweza kaitumia porini. Unaweza kaenda nayo shamba na inapiga vizuri sana. Labda kitu pekee ambacho utakuwa unaogopa ni kwamba utakuwa unaogopa kukwangua rangi na nini. Lakini shamba ni gari ambayo inapiga vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu all wheel drive inaweza ikapita kwenye matope, inaweza ikapita kwenye mchanga, inaweza ikapita kwenye snow kama kwetu kulikuwa na snow lakini hakuna, inaweza ikapita kwenye majani vizuri kabisa. Yes, na kwenye baadhi ya maeneo ambayo pengine kuna maji ya kawaida, Subaru inaweza ikapita na all wheel drive. Sawa? Ambapo sasa kitu hiki unapoenda Toyota, uwezo wa gari kuvuta matairi yote matairi yote manne, wenye Toyota wanaongeza bei. Kwamba ukichukua gari ambayo inavuta matairi mawili unaweza kukuta inauza kwa mfano tukizungumzia labda Toyota Vanguard ambayo inavuta matairi mawili, au Toyota Harrier ambayo inavuta matairi mawili, unaweza kaambiwa milioni 35. Lakini pia ukija kwenye Toyota Harrier au Toyota Vanguard ambayo inavuta matairi yote manne, unaweza kaambiwa hadi milioni 45. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni feature moja muhimu sana kwenye off-road na kwa wale ambao wanasafiri safari za mbali mara nyingi. Sawa? Kwa faida yake ni hiyo, ni kwamba ni feature ambayo inakufanya uwe comfortable ukiwa unasafiri safari ndefu na ukiwa na speed. Tairi zinashika vizuri barabara, traction control inakuwa kubwa. Traction control kwa wale hawaelewi, nikisema traction control namaanisha friction. Sawa? Namna ambavyo tairi zinashikana na barabara. So ile friction inakuwa ni kubwa sana. Ndio faida ya all wheel drive. Lakini pia kitu kingine ni hicho sasa, inaweza kupeleka off-road. Kwa Toyota wenyewe hii system wao watakuzia, watakuambia uongeze bei. So sasa hapa kuja kwenye mambo ya kuongeza bei, kisa tu unanunua 4 wheel drive, gari ambayo ina 4 wheel drive, si bora unani? Si bora utafute kampuni lingine? Ndo hapa unajikuta unakimbilia Subaru, na Subaru unapata gari ambayo ina all wheel drive. Sawa? Sasa kitu kingine ambacho kipo hapa ambacho tunaweza kukiongezea tunapokuja swala off-road, Subaru wamekuja na modi ambayo inaitwa X mode. Haipo kwenye Subaru zote wala haipo kwenye Forester zote, lakini ipo kwenye baadhi ya high trim. Na hii nilionayo hapa ina X mode. X mode ni moja kati ya feature ambayo inakuja kuempower zaidi symmetrical all wheel drive. So ukienda off-road, sehemu ambayo unaweza kama una struggle kwa gari ya kawaida, hii itakupa hiyo advantage kwamba ukiengage X mode, au kama kuna sehemu ambayo gari ya kawaida itakayo kwame, hii haiwezi kukwama. Hii haiwezi kufanyaje? Haiwezi kukwama. So hiyo ni inakuwa ni advantage. Na X mode inafanya kazi kuanzia speed 0 mpaka speed 40. Kwa ukishatembea speed ikaanza kuzidi kuanzia speed 40 kwenda juu, ina disengage. Kwa sababu hapo inaamini kabisa sasa hauko off-road tena.
Kwa hata usipo disengage ita disengage yenyewe, itajitoa yenyewe. Hiyo ndo X mode. Kwa moja kati ya advantage yake ni kwamba ina guarantee success ukiwa off-road. Kwa pia X mode yenyewe kazi yako ni kuengage tu. Haihitaji driving skills za ziada. Kwa sababu kuna baadhi ya magari ukienda nayo off-road inabidi uwe na uwezo wa ziada wa kuendesha gari off-road. Sawa? Lakini ukija kwenye hii Subaru Forester, hii X mode haihitaji hiyo haihitaji hizo skills. Sawa? Wewe engage tu, gari yenyewe itakuwa inaenda. Wewe unakanyaga tu mafuta. Sawa? Kwa hii ni moja kati ya feature muhimu sana, symmetrical all-wheel drive plus X mode ambayo ipo kwenye ipo kwenye Subaru Forester SH. Sidhani kama itakuwepo, sijakutana na gari ambayo ina X mode, labda zile highest trim, lakini SJ nyingi zina hii hapa feature, tena haswa SJG. Kwa ni moja kati ya modi muhimu sana na moja kati ya modi safi kabisa ambayo mimi ninaifagilia. So ninaingia Kibaha. Yes, naingia Kibaha, naingia Kibaha. Namshukuru Mungu, tunaendelea na safari. Baada ya safari mbichi, tuendelee kwa pamoja hatua kwa hatua. So na pause pamoja kidogo. Kuanzia Kibaha mpaka unafika Mlandizi. Kuna foleni hatari sana. Yaani kama ulikuwa unatoka Dar. Kama ulikuwa unatoka Dar sasa hivi. Oya my friend. Airisha usafiri asubuhi, airisha. Sawa Kuna foleni hatari. Yaani sasa hivi niko bado Mlandizi. Wakati muda huu kwa muda niliotoka nilikuwa nategemea niwe naingia Morogoro. Lakini bado niko Mlandizi. Sijatoka Dar. Kwa mahesabu yangu ya kufikiri kwamba ningeweza kufika saa 10 Mbeya, nafikiria ameanza kupotea. Japo still nitawahi mapema zaidi asubuhi. Nitakuwa nimeshafika na nitapata muda wa kupumzika angalau. Ila kuna foreni moja hatari. Kawaida nje ya mji watu hatujazoea kukuta foreni. Kwa hiyo tukikutana na kitu kama hiki, tukikutana na foreni nje ya mji, mara nyingi tunatanua. Na changamoto ya kutanua ndio ambayo ilikuwa inasababisha foreni iwe kubwa. So hapa ndo namaliza foreni, nafikiri niko Ruvu. Nafikiri niko Ruvu, yes. Kwa hapa ndo tunaimaliza foreni, ndo inaishia Ruvu. Kwa hiyo kutoka manake Kibaha foreni mpaka Ruvu. Sasa muda ule ilikuwa ni Kibaha. Nafikiri sasa hivi inaweza kama imefika niko mbali zaidi. Kama kwa mtu ambaye anakuja Morogoro. Huu ni usiku. So sasa hivi actually gari inatembea. Mabasi ndo kama hayo. Na hawa wajanja wanazijua njia. Amepita poli huko. Amekuja kutokea hapa kipande cha Ruvu. Huyo ni Abudi huyo. So anatembea. Kwa ninachojivunia ni kwamba hii gari inatembea, inachanganya haraka. Kwa hiyo ni gari ambayo nikianza kutembea pia nafikiri kila kitu kitakaa sawa. Na naendelea kusisitiza kama wewe ni kijana ambaye unasafiri sana na ulikuwa unataka gari ya Kijapani ambayo unaweza kuimudu katika maintenance, lakini pia ni safari ambayo ni gari ambayo ni kwenye issue za safari ni uhakika. Subaru Forester SJG iko vizuri sana. Ina nguvu, kama nilivyokuambia toku 350. Kuna gari nyingi ambazo utakutana nazo barabara, hadi gari za Ulaya unaweza kuzikalisha. Sawa? Sasa kuna mwingine anaweza akasema labda speed na nini, basi okay, ukiona speed labda inaishia 180, jamani niruhusu ni overtake. Lakini twende tu mzee, twende tu. Mimi na record siwezi overtake ikiwa na record. Kwa kama unasema speed ngapi sijui 180 na nini, hamna lolote, chukua ya Singapore. Singapore speed mpaka 260. Chukua ya Singapore. Sawa, SJG. Cha muhimu unapochukua ya Singapore, jihakikishie kwa watu ambao wanakuagizia. Hiyo ndio kitu muhimu. Bila
Subaru Forester SJG ni gari nzuri sana, na kitu muhimu yes, wanaokuagizia, kwa sababu kama kawaida gari za Singapore nyingi zinakuwa na challenge nyingi sana. Kwa hiyo ukienda kichwa kidogo unaweza ukajikuta unapoteza kila kitu. Unapata gari ambayo iko hovyo. Hiyo ni ushauri wangu mkubwa sana. So kama kawaida Zekara Vasize, ukisema tukutafutie gari, tutakutafutia gari. Ukisema tukuagizie, tutakuagizia. Tutakufanyia service, tutaimaintain, tutakushauri. Kwa mfano ukifuata gari na ukasema tukupeleke, maana yake unapata advantage. Nikikupeleka mwenyewe unapata advantage ya ushauri, kwa sababu safari yote ndefu tunakuwa tunadiscuss vitu gani? Tunadiscuss kuhusu magari tu. Kwa hiyo unapata nafasi ya kuyajua magari kama ninavyoyajua mimi. Pata nafasi ya kuielewa gari yako, unapata elimu namna ya kuishi nayo, kwa sababu hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanavikosa. Lakini pia unafundishwa, yani inakupa elimu ambayo actually hutayumbishwa na mafundi. Sawa So hiyo ni kitu muhimu sana kuhusu kwa wewe unatulipa tu transport then tunaenda. So karibu sana, tuendelee na safari. Sasa nimeshatoka Ruvu, ngoja tutembee kidogo kufuatana na muda. Asante sana. Leo kama kawaida hapa sijui tuko wapi, lakini nafikiri tunakaribia kuingia Morogoro, but kuna jam. Sijui huko ni Bawani, sijui ni wapi, lakini kuna jam moja kali pia. Ya pili hii. Ya kwanza ilikuwa kule Kibaha kwenda watu wanazima magari yao. Kibaha kuja Mlandizi. Lakini jamu ya pili sasa hivi iko hapa nafikiri, sijui ni wapi hapa. Mimi sijui, tuko polini actually. Ndo kwa mara ya kwanza nakutana na jamu barabarani leo, na inatokea from nowhere, na nilikuwa sijategemea. Kwa hiyo inawezekana ratiba zisiende vile ambavyo nilikuwa ninafikiria. I don't know, but we are going to make it. Naona kuna timu ya mpira hapa nayo imekwama, sijui inaenda kucheza wapi. Kwa nao nafikiri sasa kama litakuwa kufanya mazoezi ya asubuhi, itabidi wasifanye. Sawa. Na hizi jamu za huku katikati polini huku inakuwa ni changamoto kuingia Morogoro, lakini bado hatujakaribia hata Morogoro. Zinakuwa ni changamoto kwa sababu traffic wanakuwa mbali sana, ni nje kidogo ya mji. Huku katikati traffic kumpata inakuwa ni ngumu. Mpaka labda wepo kiongozi alikuwa msafara au kuna msafara, kiongozi alikuwa anapita, hapo ndio simu zikipigwa utakuta king'ola kinakuja kwa ajili ya kupangua foleni. So we expect there, tunategemea hicho kitu kinaweza ikatokea muda wote. Kwa tunaendelea kutumaini. Inaelekea saa 6 sasa hivi, lakini bado hata Morogoro sijafika leo. Ndo mambo ya barabarani, kwa alikuwa tayari kwa lolote. Na Subaru imetulia hapa SJG kama unavyoona. Ninatembea vizuri leo. Kawaida huwa gari zingine ndogo, kwa mfano juzi nilikuwa na special mabasi yalikuwa yananionea sana, lakini leo mabasi kidogo nayaweka pembeni. Yani hakuna basi ambalo linaruhusiwa kuniovertake. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kidogo leo tunakifanya. So as you can see, hii Subaru tumeipiga hii tairi. Nafikiri tairi unaiona vizuri So ni tairi kubwa. Subaru hii inakuja na 225 55 18
kwa sababu SJG this is sport, kwa hiyo inakuja na rim ambayo ni 18, lakini yeye akataka muonekano fulani hivi wa kinyama. Sawa, usiku na mfikiri unaweza usione vizuri, lakini inaonekana kinyama sana. Tairi ni kubwa, ni pana. Kwa hiyo tukachukua 200, nikamshauri tuchukue 235. So hii kwa wapi hii hapa 235 55 R18. R18 manake gari inakuwa juu, na hii ni SUV, so this is very important kwamba ukitaka gari iwe juu. So tairi hizi ambazo ni zina kashata kubwa, na kwa saizi hii ambayo ni 235, manake kama unataka kwenda nayo gari off-road, unataka kwenda nayo gari mahali ambapo kunaweza kuwa kuna challenge tofauti, nafikiri inaweza ikakusaidia ku overcome hizo challenge. Lakini ukiwa kwenye barabara ya lami, zinavuma sana, kwa hiyo utasikia. Kwa hiyo inabidi uchague moja, kwamba nataka muonekano mzuri lakini pia nataka nikiwa kwenye barabara mbovu, mazingira magumu, bado nitembee vizuri kabisa. Kwa hiyo ukichagua kwamba unataka off-road performance, utapata vizuri, lakini ukiwa barabarani ndio hivyo, bali kusikia mifumo ya matairi, ambapo pia sometimes inaweza ikawa ni challenge, kwa sababu unaweza usijue kwamba ni tairi zinavuma au ni bearing. Ikitokea bearing zimezingua, kwa hiyo unaweza usijue what's happening. Sawa, yeah. So hii ni SJG, zinatembea gari na sisi twende. Kwa hiyo hizi ndo SJG. Kwa tuko tunazungumzia tairi hapo, lakini kwa sababu kwa saizi ambayo tumeiongeza 235 pia, manake pia tairi ni pana juu. Kwa maana hiyo sasa pia unaweza ukaface changamoto nyingine ya fuel consumption kuongezeka. Unaweza ukaface challenge ya fuel consumption kuongezeka, na hiyo inaweza kwa sababu unakuwa umechagua wewe, ni nini unataka. Kwa hiyo inaweza kawa ni kitu cha kawaida kwako, kwa una sacrifice kama kilomita 2 au una sacrifice kama kilomita 1.5, which it's okay. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo actually ukiamua kuvifanya, kwa mfano ukiamua kuweka saizi kubwa, kwa kuna vitu vingine inabidi uamue kwamba sasa mimi na sacrifice mafuta, it's okay, acha gari ile mafuta, lakini nataka gari iwe juu, nataka gari perform vizuri off-road na vitu vingine kama hivyo. Yeah, so leo inabidi uwe mpole kidogo, usiwe na haraka. Inabidi usiwe na haraka leo. Foleni inatembea kidogo, alafu nasimama. Kwa hapo tunazungumzia hizo tairi. Kwa ukiamua kuweka tairi kubwa kama hizo, saizi kubwa, una sacrifice mafuta, unakubaliana na mivumo, ambapo pia muda mwingine hutajua kama bearing zimekufa, kwa sababu utakuwa unahisi ni mivumo tu ya tairi, kumbe na bearing zimeshakufa, ambapo mwisho wa siku pia utakuwa unajikuta mpaka sensor zinakuja zinazingua, zinashindwa kusoma kwenye bearing,
ndio nagundua kumbe sensor nazo zilishakufa zamani na bearing zilishakufa zamani, ila zilianza kufa bearing. Kwa hicho ni kimoja kati ya kitu pia muhimu ambacho lazima ndio maana ni muhimu usifanye mambo kienyeji. Usifanye mambo kienyeji. Tafuta wataalamu wa kushauri, tafuta expertise ambao kidogo wamekuwa na experience ya kutosha, watu kama sisi wa Tekara wasikize. Sawa, sisi ni watu ambao tunajua tutakupa elimu, lakini tutakuelimisha, tutakupa advantage, tutakupa faida ya kitu, tutakupa na hasara zake, ili kidogo ukiwa unaamua kufanya unafanya ukijua tayari nilishaambiwa everything about, na nishaambiwa kila kitu kuhusu kile ambacho nataka ukifanya. Yeah. So hiyo ni moja kati ya kitu muhimu sana ambacho nafikiri kila mtu anataka kufahamu. Lakini pia tuelezee kidogo kitu kingine hapa, tuelezee kwenye hizi features hapa. Sasa tuelezee kidogo sport hizi. Sawa, hapa tuna sport hii hapa S ni sport mode ambayo ukitaka kukimbia, sawa, na hii actually ukitaka kukimbia na kweli inakimbia, kwa sababu tu hapa situmii sport mode, lakini gari inaondoka vizuri sana. Lakini pia nikitaka sasa kutembea zaidi naweza nikatumia hii sport. Lakini pia kuna sport hash, ambapo sport hash ndo extra sport. Hiyo inaenda zaidi, manake ni very hash, ambapo hapa hii ni sport intelligence, lakini hii ni sport hash intelligence. Sasa Subaru wameweka intelligence wakiwa na maana kwamba yani bado unaweza ukajikuta unatembea sana na gari yako, wakati huo gari haili mafuta kama vile ambavyo tulikuwa tunategemea ile mafuta. Kwa nini? Kwa sababu ya namna ambavyo engine na gearbox zimetuniwa na namna wao zinaweza kumatch vizuri. Hapa tuna sport na tuna sport hash. Lakini pia kitu kingine ambacho ni muhimu pia kwenye Subaru ni adaptive cruise control. Adaptive cruise control ya humu nimeipenda sana. So hapa ndipo naweka adaptive cruise control. Ukiweka utaona mabadiliko hapa, utaona na pale kwenye hiyo screen ya information za gari, utaona hicho kigari hapo hicho. Kwa hiyo inamaanisha umeweka adaptive cruise control. Na hapo nina seti hapa, yes, hapa. So nikisha engage adaptive cruise control hapa, hiyo inaapia. Hapa nina set distance ya mtu ambaye anakuwa mbele yangu ili nisije nikamgonga. Kwa hiyo ikifika hiyo distance, gari yenyewe hii inakuwa inajipunguza breki. Lakini pia yes, mtu akiwa mbali inaongeza yenyewe speed kufuatana na pale ambapo nimeset speed limit. Kwa hapa pia naweza nikaongeza speed limit nikiwa napeleka juu, lakini nikiwa nashusha chini pia ninapunguza speed limit. Kwa pia hapa naweza nika cancel au nika disengage, lakini pia naweza nikatumia hapa kwenye hii button ya kuengage nika disengage adaptive cruise control. Inafanya kazi vizuri sana kwenye hii gari, kwa sababu hivi ni moja kati ya vitu ambavyo nimekwambia ukiwa unanunua Subaru Forester SJG lazima uhakikishe zinafanya kazi vizuri sana. Sawa? Kwa hizi ni moja kati ya features ambazo nilikuwa ninatamani uzifahamu, na nimeshaielezea hii
X mode ni hapo, nimeielezea kwamba inasaidia sana kwenye issue ya nini, kwenye off-road, kwa ajili ya kuisaidia all wheel drive ambayo ni symmetrical all wheel drive ya Subaru, kwa sababu symmetrical all wheel drive ya Subaru yenyewe tu kwanza inajitosheleza, lakini pamoja na hayo wakaamua bado waongeze na kitu kinachoitwa X mode. So it's very powerful and I like it. I like it. Yeah. So tuendelee kusafiri pamoja na jamu ambazo nimezikuta leo, sikutegemea kabisa. Yeah.